moja ya maswali ambayo beginner wengi huuliza kwenye crypto ni hili hapa. Spot trading na futures trading tofauti yake ni nini? Na swali lingine muhimu zaidi ni hili: ni ipi ni bora kwa beginners? Leo kwenye Crypto School Day 7 nitakuonyesha tofauti kubwa kati ya spot trading na futures trading, faida zake, hatari zake, na ipi unapaswa kuanza nayo kama beginner. Spot trading ni kununua crypto halisi kwenye market kwa price ya muda huo. Yani spot trading ni kununua au kuuza crypto halisi kwenye market kwa bei ya wakati huo. Kwa mfano, ukinunua Bitcoin kwenye Binance, coin hiyo inaingia moja kwa moja kwenye wallet yako ya spot na unakuwa mmiliki wa hiyo crypto. Hii ndio njia rahisi zaidi ambayo beginners wengi wanaanza nayo. Ngoja nikupe mfano. Kwa mfano, price ya Bitcoin ni $60,000. Wewe unaamua kununua Bitcoin za $100. Na ukafanya hivyo, maana yake Bitcoin hizo zitaingia nini? Kwenye wallet yako. Na kama price ya Bitcoin itapanda mpaka $70,000, wewe utapata profit kulingana na kile ulichokinunua ambacho ni Bitcoin za $100. Kwa hiyo sasa amount ya Bitcoin ambazo upo nazo, hizo ambazo ulizipata kununua kwa $100 zitabaki vile vile, ila utakuwa una faida kwenye kile ulichokinunua. Au kama itashuka basi utakuwa una hasara kwenye kile ulichokinunua. Yani ninachomaanisha ni hivi, crypto ukinunua kwenye spot unakuwa tayari una mali halisi. Kwa kama ulinunua kitu kimoja, utabaki nacho kimoja vile vile. Haitobadilika, ila thamani yake ndio itabadilika. Labda umenunua Bitcoin moja, itabaki kuwa moja hivyo hivyo, ila thamani yake inaweza ikapanda au kushuka. Ndio spot trading inafanya kazi. Kwa hiyo, lakini crypto yako kwenye wallet yako inabaki vile vile. Kwa hiyo spot trading ni kununua crypto halisi. Kwenye upande wa futures trading ni tofauti kidogo. Kwenye futures trading kuna tofauti. Hapa ununui crypto halisi. Kwenye futures trading unanunua mkataba wa price movement, yani uelekeo wa bei. Maana yake ni hivi, unaweza kupata faida kwa bei kushuka au bei kupanda. Zote unaweza kupata faida kwa sababu wewe haununui crypto, ila unanunua uelekeo wa bei. Yani inakuwa hivi. Ni futures trading kuna option mbili za kutrade. Kuna long na kuna short. Long maana yake ni buying au bullish, yani maana yake soko uelekeo wa kupanda juu. Na short maana yake ni sell au bearish, maana yake uelekeo wa soko kwenda chini. Hiyo ndio maana ya long na short. Kwa mfano wewe sasa hivi uka long Bitcoin, yani ukaenda kwenye trade kwenye futures uka long Bitcoin. Maana ukifanya hivyo utapata faida kama bei ya Bitcoin itapanda. Kwa kama bei ya Bitcoin itapanda kulingana na sehemu wewe ambao ulianza kufungulia order yako ya kubai au long trade, maana yake utapata faida. Na vile vile mfano ukaenda ukafungua short trade, yani sell, maana yake utapata faida pale bei itaposhuka. Kwa maana kama ulifungua order yako au trade yako kwenye price fulani na hapo ikaanza kushuka, basi wewe utatengeneza faida. Hii ni moja wapo ya vile vile tofauti ya spot na futures, kwa sababu kwenye spot ni utapata faida kama bei tu itapanda kwa sababu umenunua kitu halisi. Kikishuka maana yake kwako ni hasara. Lakini kwenye futures unaweza kupata faida kwa kubuy au kusell, kwa sababu huku unanunua nini? Price movement, sio crypto halisi. Lakini kwenye futures trading kuna kitu kinaitwa leverage. Leverage inakuwezesha wewe kufungua trade kubwa kuliko mtaji wako. Yaani mfano unaweza kuwa na $100, lakini ukitumia leverage labda ya 10x, maana yake wewe hapo utakuwa na thamani ya trade ya $1,000 sokoni. Kwa maana yake ni kwamba mtaji wako umezidishwa mara 10. Kwa thamani ya mtaji wako wakati huo utakuwa ni $1,000. Kwa hiyo inakuongezea kupata faida kubwa kwa haraka, tofauti na mtu wa spot ambaye yeye hana leverage. Lakini vile vile inakuongezea riski ya kupoteza pesa kama mambo yatakuwa hayako upande wako. Kwenye futures trading kuna kitu ambacho ni hatari kubwa. Iko kitu kinaitwa liquidation. Liquidation inamaanisha kwamba position yako uliyofungua inafungwa automatically na unapoteza mtaji wako wote. Liquidation inapatikanaje? Liquidation inapatikana pale ambako trade uliyofungua
haitoenda sawa na kile ambacho wewe ulikisema. Mfano, umefungua labda long trade, alafu trade hiyo ikaanza kusell, maana ikawa ina short. Maana kuna price ikifika ambayo wamekuwekea pale, itakuwa ni liquidation price. Na hii liquidation price ili iwe mbali na entry yako uliyoingilia au na hasara yako, ni lazima uwe ulichoingia nacho sokoni, yani margin iwe ni ndogo, na mtaji wako ambao umebaki nje ya soko uwe mkubwa. Kuna wale ambao tunawaambia kila siku usiingie na mtaji wote sokoni kwenye futures trading kwa sababu ya hiki kitu kinachoitwa liquidation. Kwa hiyo mfano labda wewe una dola 1000 kama mtaji wako sokoni, angalau una open order moja na dola 10. Hiyo itakusaidia ule mtaji wa dola 990 ufanye liquidation price yako iwe mbali na entry yako. Lakini kama uko mtaji wa dola 1000 ukaingia sokoni na dola 900, maana ukaacha dola 100 tu ambazo zipo nje ya soko, maana una riski kubwa ya kupoteza mtaji kama trade yako haitoenda sawa na wewe, na ndio unafanywa nini, liquidation. Kwa hiyo wanabeba capital yote kwenye account yako ya futures trading, na hii ndio riski kubwa ambayo inasemwa, ambayo kwenye spot trading haipo. Kwa ni moja ya riski ya futures trading. Lakini tuangalie sasa utofauti wa futures trading na spot trading. Cha kwanza, spot trading ina riski ndogo. Alafu spot trading unamiliki crypto halisi. Alafu spot trading ni nzuri kwa beginners. Tukija kuna upande wa futures trading profit ni kubwa sana, unapata, inawezekana ni kupata profit kubwa, na unaweza kupata profit kubwa vile vile hata market ikishuka. Iko kwenye spot trading hakipo, lakini ina sifa yake nyingine, risk ni kubwa na vile vile unaweza kuwa liquidated. Kwa liquidation inawezekana kabisa ukafanyiwa. Utaniuliza hiki kitu, unaweza kuniuliza hiki kitu kama beginner, unaniuliza labda sasa nimekuelewa kuhusu spotting na futures trading. Sasa kama beginner ni ipi nzuri kwako kuanza nayo? Unaweza kuniuliza hilo swali au unajiuliza hilo swali. Kama wewe beginner ndio unaanza kwenye crypto, trading nzuri kuanza nayo ni spot trading, kwa sababu itakuwezesha kujifunza kuhusu soko na vile vile itakuwezesha kujifunza kuhusu chart, itakupa uzoefu na experience. Kwa baada ya kupata experience na nzuri kuhusu soko na chart, sasa unaweza kujaribu futures trading, lakini kwa kutumia riski ndogo sana, ili usije ukapoteza pesa zako. Na vile vile naamini kwa sasa hivi utakuwa umenielewa kuhusu spot trading ni nini, futures trading ni nini, na tofauti zake, hatari zake. Kesho kwenye Crypto School Day 8 tutazungumzia how to create a crypto account, na ni follow ili usikose masomo yajayo ya Crypto School. Na lengo si kushindana, lengo ni kushinda umaskini. Uwe na siku njema.